Amina. Tunaenda kwenye kipindi cha neno. Tafuta sehemu ya kuandika, kwa sababu huwezi kukumbuka kila kitu. Kwa sababu kama umedhamiria kweli unamtaka huyo Yesu kwenye maisha yako, andika. Yeye mwenyewe Mungu anataka tuweke record. Na after all you cannot remember everything. Unaweza ukajifikiria kwamba unaweza kukumbuka, lakini huwezi kukumbuka kila kitu. Kitu kinaweza kikaingia ndani ya moyo wako na shetani akaja akakichukua sekunde tu. Amen. Somo letu hili tulianza nalo Dar es Salaam, na nitakupa highlight kidogo kitu ambacho tulifundisha Dar es Salaam, lakini tutakuwa tunaenda nalo vile Roho Mtakatifu atakavyotuongoza. Lakini kabla ya kuendelea mbele, lazima nikurudishe nyuma kidogo upate picha, kwa sababu ninajua kuna wengine hamjalifuatilia somo hili. Linaitwa Humble Beginnings au mwanzo mdogo. Mwanzo mdogo. Nitakufafanulia mwanzo mdogo. Najua kuna watu mna ndoto nyingi. Una ndoto ya kuwa mfanyabiashara mkubwa, una ndoto ya kuwa kiongozi mkubwa, una ndoto ya kuown mavitu makubwa. Wengine mna ndoto za kuwa na mashule, mna ndoto za kuwa na magari, mna ndoto za kuwa viongozi wa juu kabisa, mna ndoto za kuwa watumishi wa Mungu wakubwa, mna ndoto za kuwa na makanisa, mna ndoto mbalimbali. Si ndio watu wa Mungu mnazo ndoto? Au nawasingizia? Nani ana ndoto ya kuwa mfanyabiashara mkubwa? Mpe mic hapo dada. Wewe unataka kuwa nani? Acha kushikie. Kaa tu. Nataka kuwa mfanyabiashara mkubwa. Mfanyabiashara wa nini? Wa nguo. Nguo gani? Za watoto. Nguo za watoto. Unajiona wapi? Ukubwa wako unauona kwa kiasi gani? Najiona mbali sana. Nitakuja kuwa mkubwa. Kwa namna gani? Tuambie sasa na sisi. Una mpango wa kuwa na lijitu kama hili hapa hivi sehemu limejaa nguo za watoto, au ukubwa wako umefika wapi? Tunataka kujua. Ukubwa wangu ni mdogo bado, kwa sababu mpaka sasa sina frame, lakini sio sasa hivi, unako kuona kule mbele. Najiona mbali, yani naona nitakuwa kuja kuwa mfanyabiashara mkubwa wa jumla na reja, yani watu wa mikoa tofauti watachukua mzigo kutoka kwangu. Wow. Kwa hiyo ndio maono yako. Sasa hizi umeshaanza? Ndio. Una duka la nguo za watoto? Hapana, nafanya online. Unafanya online. Okay, sawa. Hiyo ndio inaitwa humble beginning. Kwa hiyo fuatilia hili somo vizuri kabisa. Kwa sababu humble beginning hutakiwi kukaa hapo kwenye mwanzo mdogo. Mungu anapenda mwanzo mdogo. Kwa hiyo usijione kwamba mbona nimeanzia hapa. Ila kitu ambacho Mungu hakitaki ni kuendelea kuchelewa. Yaani uko kwenye mwanzo mdogo mwaka huu, mwakani uko hapo hapo, mwaka unaokuja uko hapo hapo. Hapana. Mwanzo mdogo lakini unapiga hatua. Unapiga hatua. Tunategemea tukija Morogoro tena, labda hata miezi 6 au 3 ijayo, utatuambia sasa hivi nimepata frame. Sawa? Ndivyo Mungu anavyotaka uende. Hapo unayaendea maono yako makubwa sana ya kuwa mfanyabiashara wa jumla kule mbele. Tena sio mfanyabiashara wa jumla Tanzania tu, mfanyabiashara wa jumla mpaka nje ya Tanzania. Sijui kama umewaza hivyo. Ndio. Au wewe umeishia Tanzania? Hapana. Umewaza. Yes, kwa hiyo haya maono hayana budi kuja. Amen. Mwingine kama una ndoto yoyote, hata kama sio biashara, lakini una ndoto. Yule pale amenyosha mkono. Nyosha mkono wako kone. Mimi na ndoto ya kuwa mfanyabiashara. Wa nini? Na sasa hivi nafanya biashara vipodozi, lakini nataka nitengeze sehemu ambayo mtu akiingia anapata kila kitu, massage, kila kitu anapata. Kwa maono yako ni kuwa mfanyabiashara wa vipodozi, lakini na vitu vingine vinavyoendana na hivyo. Yes. Si ndio? Yes. Sasa hivi una nini? Nina frame ambayo nimeweka biashara zangu, bado ndo naanza. Vipodozi? Yes. Okay. Kwa hiyo mwisho wako unaiona kwa ukubwa gani? Hiyo unayosema unataka uweke sehemu ya massage, unaiona kubwa kiasi gani? Naiona kubwa maana kwa sababu paka nikifungua ofisi ambayo ya mtu anakuja anapata massage, anapata kila kitu. Naiona kwa ukubwa kwa namna hiyo. Kwa sababu unaweza ukawaza ile sehemu uliyoko kwenye ile frame mbili, umeshawaza pale kwenye ile kona pale nitaenda kuweka kakitanda ka massage. Ukaishia hapo. Inawezekana wewe maono yako ni hayo. Sasa mimi nakutengenezea yani kichwa chako kisiwaze hapo.
Umeshawaza kwa ukubwa gani? Yani kwamba unakuwa na assembly kubwa sana, mtu akiingia kuna sehemu kule ambayo labda ni massage, vitu gani tena kingine, kitu gani tena kingine unataka kuweka ukiacha massage? Na vipodozi, mtu akija nimbadilishe kabisa. Mtu akija abadilike kabisa. Abadilike sura? Sio sura actually. Abadilikeje sasa? Yaani akiingia anapata massage, anapata face creams, face nini zote za kumfanya ang'ae vizuri. Okay. Na elimu unayo juu ya hivyo vitu. Maana saa nyingine Mungu anaweza asikupe kwa sababu uelewi habari za ngozi zikoje. I'm learning. You are learning. Yes. Yes, that's good. Hicho ndo kitu cha msingi sana. Usikae ukasema unataka kuuza vipodozi. Alafu ni sehemu ambayo iko sensitive sana. Unaweza ukaje ukampa mtu kitu uso ukatutumuka kwa sababu hauna elimu. Lakini ni kitu ambacho unaweza kusoma kabisa ili uweze kuelewa huyu mtu ngozi yake ina aina gani, ni mshauri atumie kitu gani, kwa nini ngozi yake imekuwa na vipele, unakuwa professional. Si ndio? Kwa hiyo ufanye mpango usome kabisa vizuri kabisa. Nasoma hata sasa. Haya, mwingine? Yule pale mama amenyosha. Mimi nataka kuwa mfanyabiashara mkubwa wa nyumba, house flipping. House flipping. Yes. House flipping ndio inakuwaje? Sio real estate hii. Ni upande wa real estate, lakini mimi nakuwa unaenda kununua nyumba, unazirenovate, afu unaziuza kwa bei ya juu sana. Kwa hiyo miongoni wa wanawake mabilionea waliookoka, na mimi nitakuwa miongoni mwao duniani. Amen. Amen. Nimependa imani yako. Okay. Kwa hiyo unaenda unatafuta labda nyumba zilizochoka choka, si ndio? Ndio. Alafu unazinunua. Ndio, kwa sababu sasa hivi mimi ni interior designer. Wewe ni interior designer? Ndio. Kwa hiyo maana yake utafanya interior designer kwenye nyumba utakazozinunua. Hicho kitu umeshaanza au ni maono bado? Ni maono, lakini huwa nafanya kwa watu nyumba zao. Unafanya interior design kwa watu? Yes. Hiyo unaosema house flipping. House flipping unasema? Yes. Hiyo umeshaanza? Hiyo sijaanza, lakini ni upande huo wa architecture na interior designing. Kwa hiyo unajiona mbali sana. Ndio. Okay. Kwa hiyo kazi yako ni kununua na kuuza, kununua na kuuza, kununua na kuuza, si ndio? Yes, ni kununua na kuuza. Saa nyingine unaweza ukanunua kama mapoli hivi, afu ukazitengeneza. Ukaanzisha hapo labda kamtaa fulani hivi, ukaanza kuziuza. Ndio. Maono mazuri, ni maono mazuri sana. Kwa hiyo saizi umeanza kwenye interior design, lakini huko ndiko unakoelekea, si ndio? Ndio. Na hii interior design ni just a passion. Just a passion. Yes, but my professional ni engineer. Your professional is engineer. Hiyo engineering umeshaanza kuitumia? Yes. Unafanya kazi? Ndio. Okay. Sawa, amina. Mwingine, wanaume wako wapi? Wanaume jamani, muokoe jahazi. Mwanaume mmoja ajitolea uokoe jahazi. Yule pale. Tuambie. Ndoto zangu ni kuwa mtumishi mkubwa. Mtumishi wa Mungu mkubwa. Ndio. Tuambie. Ni ndoto zangu ninavyojiona kwamba siku moja nikiingia mkoa fulani, watu wa mkoa wote watakuja kusikiliza injili. Amen. Kwa hiyo ndo maono ulionayo, si ndio? Ndio. Ni kitu unajua hiki ni cha kwangu. Ndio. Yes. Wa mwisho? Kuna wawili wamalizie hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ndoto yangu ni kuwa mfanyabiashara mkubwa wa viwanda. Viwanda. Hebu tufafanulie hapo. Ndio. Inakuaje? Kwanza mimi ndio yule mwenyewe na mashine za kutengeneza sweta za shule pamoja na kuweka logo. Wewe ni yule anaitwa Teddy? Ndio. Ni wewe? Ndio. Mungu akubariki. Ulitushonea sadaka ya winners ya uniform
Ndio. Wow, mpigeni makofi. Wow. Mungu akubariki. Ehe, tuambie unajiona wapi? Yaani mimi najiona kumzidi Mo. Takuwa na viwanda vingi sana vinavyohusu mavazi, hasa vinavyotoa uniform, labda kwa wafanyakazi wanaotaka uniform, mashule, labda wa manesi, yani sehemu zenyewe wanatumia sana sare, wanatumia uniform. Hiki kitu ninakipenda na nimeanza kwa ajili ya shule, kwa ajili ninawatengenezea sweta za shule. Umeshaanza? Ndio. Kwa hiyo ukisema sweta unawatengenezea, maana kuanzia mwanzo from scratch unaanza kushona zile mpaka sweta inatokezea? Ndio, kesho nitakuja nazo. Okay. Amen. Kwa hiyo umeanza na unajiona kuwa mkubwa sana, na hiki kitu haya maono yametokea hapa tu Anointed. Wakati ita extraordinary wale wa mara kwanza kabisa Dodoma, niliandika yale maono yangu, nikapata ile nafasi ya kuja. Okay. Lakini pia nikapata nafasi nikaenda Iringa, kulikuwa na kiwanda kidogo wanatumia mashine za mkono. Nikaenda nikajifunza. Wakati kipindi hicho nilikuwa sina uhakika kwamba hata hizo mashine nitazipata. Lakini Mungu ni mwaminifu. Mwaka jana nimepata hizo mashine kubwa zinazotumia umeme. Mashine ina uwezo wa kutoa sweta 100 kwa siku. Mwanzo mzuri. Wow. Na pia zile mashine ndogo za kuunga zote pia nimekuwa nazo. Kwa hiyo kwa sasa mimi najiona niko mbali sana. Yaani nikijitazama najiona niko mbali sana. Amen. Na utafika kule unakotaka kufika. Sikiliza tu somo vizuri kabisa. Amina. Mungu akubariki. Tumalize na dada hapa mbele. Nyosha mkono wako akuone. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi napenda kuja kujenga hall kubwa ambalo yani watumishi wale ambao wana maono na wana makanisa watakuja pale, watasimamia. Yani watasimamia, kwa mfano mtu labda na mfungo yupo huko mjini, ataenda kule kijijini kwa ajili ya kufanya maombi yake binafsi, hata kama labda na mfungo wa mwezi na nini, vitawekwa pale. Rudia, sijaelewa vizuri. Unasema una maono ya kujenga hall kwa ajili ya maombi. Kama mlima wa maombi unamaanisha? Ndio. Lakini huko sehemu mbali na hapa, mbali na mjini. Ndio. Okay. Hapa Morogoro au hapa Morogoro? Hapa Morogoro. Ndio. Okay. Na umeshaanza na maono yako hayo? Sijaanza, ila nimenunua tu hayo mashamba huko kijiji moja kinaitwa Kidaga. Kwa ajili ya kuja kufanya hiyo kazi. Okay. Na wewe unafanya shughuli gani? Mimi ni mwalimu wa shule ya msingi. Wewe ni mwalimu. Maono yako kwenye walimu yakoje? Una mpango wa kufika wapi? Hapo kwenye hiyo level au unajiona wapi? Kwa kweli hapa naona nimefika. Uendelee kujitafakari, hujafika bado. Haujafika. Amen. Najua kila mtu mnaposikia watu wengine na waoje hivyo, ili kila mtu aanze kujikagua yeye mwenyewe. Kujikagua yeye mwenyewe ana maono gani? Kwa sababu bila kuwa na maono hauwezi kufika popote. Bila maono, Biblia inasema without vision people perish. Kama una maono utaondoka hivi, utabaki kuwa mtu yule. Kwa hiyo lazima kuna sehemu ambayo unatakiwa kuiona, alafu ndo unaanza kukaza mkaja kuiendea ile sehemu. Kama una hii sehemu, maana yake akitokea huyu utaenda huko, utabadilisha njia. Akitokea huyu anakuambia hichi, utabadilika, utaenda huko. Lakini unatakiwa kuwa na vision. Kwa hiyo tunaposema mwanzo mdogo au humble beginning, inaanza kwanza kuwa na ndoto. Andika. Cha kwanza kabisa, ili kuiendea safari yako lazima uwe na ndoto. Lazima uwe na maono, lazima uwe na tamanio, lazima ujione wewe ni nani, unataka kuwa nani. Na kujiona huku usijione kwa udogo, jione kwa ukubwa. Yaani usiishie hapo. Usiwaze kuwa na kale kaduka kale. Tanua akili yako. Usiwaze kuwa na frame hiyo ndogo ya siku ya mita ngapi. Tanua akili yako ukijua kwamba hakuna kitu kinachomshinda Mungu. Mungu anaweza kufanya kila kitu. Ni wewe tu kuamua kuwa na ndoto kwanza, alafu kufanya yanayokupasa kufanya, ambayo ndio tunafundishana hapa.
Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa, ndoto lazima. Kwa nikisema hivyo nategemea kila mtu humu ndani lazima jikague, wewe ni nani? Unataka kuwa nani? Yaani hata kama ni mfanyabiashara sio wa vitumbua, unataka kwenda kwa ukubwa gani? Unajua unaweza kuwa ni mfanyabiashara wa vitumbua lakini ukaifanya kwa njia yako wewe na ukashangaa unatanuka, hii Morogoro yote wanakuja kununua vitumbua kwako, unafanya in a unique way. Inawezekana ni maono pia. Lakini wewe maono yako uliyokuwa nayo ni makubwa kiasi gani? Mimi nataka nikufungue akili yako kwamba usiwaze kwa udogo. Hata kama wewe ni nesi, usiwaze kwa udogo. Wewe usio ni mwalimu, usiwaze kwa udogo. Mfanye biashara, usiwaze kwa udogo. Sasa hayo maono unayoyaona yaandike hapo unapoandika. Wewe ni nani? Andika hapo. Hapo unapoandika lazima uwe na maono. Andika maono yako afu yapigie mstari. Nakupa muda, andika. Andika maono yako. Yaandike chini. Habakuki anasema iandike ndoto hii, iandike njozi hii. Andika maono yako, wewe ni nani? Unataka kuwa nani? Usiangalie kwanza miaka ni mingapi utaitumia, au usiangalie ukaona hii ndoto mbona kubwa sana, lakini lazima uanzie sehemu. Kwa hiyo ndoto kubwa, no matter how big it is, lazima iwe na sehemu ya kuanzia. Hii sehemu ya kuanzia ndio tunaita humble beginning au mwanzo mdogo. Amen. Umeshaandika? Endelea kuandika. Naona watu wana flow. Endelea kuflow. Ukisoma Ezra sura ya 1 mstari wa 5. Ezra sura ya 1 mstari wa 5. Inasema ndipo wakaondoka. Naona bado watu mnaandika haya. Acha space, baadaye utakuja kumalizia hayo maono yako. Anasema Ezra sura ya 1 mstari wa 5, anasema ndipo wakaondoka wakuu wa mbari za mababa wa Yuda na Benjamin na makuhani na Walawi, naam, watu wote ambao Mungu amewaamsha roho zao. Neno ambalo nataka ulione hapa ni Mungu amewaamsha roho zao kukwea ili kuijenga nyumba ya Bwana iliyoko Yerusalemu. Nitakuelezea. Baada ya wana wa Israeli kuondolewa, kuchukuliwa kama mateka kutoka kwao huko Yerusalemu na kupelekwa utumwani Babiloni miaka 70, kwa sababu walikuwa wataki kumtii Mungu. Wako huko miaka 70. Ile miaka 70 ilipoisha, Mungu akawaachilia na waambia sasa warudi wakajenge mji wao ambao ni Yerusalemu, ambao ulikuwa umebomolewa kabisa. Hekalu la Mungu limebomolewa. Lilikuwa ni hekalu zuri sana ambalo lilijengwa na mfalme Suleiman. Hekalu zuri sana ambalo Mungu, kama unasoma Biblia utakumbuka Mungu alimwambia Daudi, sio wewe tekeni jengea nyumba. Si mnakumbuka? Atekeni jengea ni nani? Mtoto wako. Suleiman akaja akajenga lile hekalu, limejaa dhahabu, ni zuri kabisa, hekalu zuri classic. Baada ya muda wana wa Israeli wakawa wamsikilizi Mungu. Mungu akamwachilia Nebukadreza, akaja akavunja lile hekalu, akachukua vile vyombo vya dhahabu mle ndani, akachukua na wana wa Israeli mateka, akawapeleka utumwani Babiloni. Wamekaa huko. Mungu anafanya hivyo makusudi ili kuadhibu. Akawaambia mtakaa huko miaka 70 kwa sababu hamjanisikiliza. Sasa miaka 70 ilipofika, imeisha, wanatakiwa warudi kwao Yuda huko Yerusalemu. Na wakirudi huko, Mungu kicha kwanza anataka hekalu lake. Lile hekalu limevunjwa. Mungu anataka wajenge hekalu. Maana hiyo ni project. Sawa? Mtu na project mbalimbali. Hiyo sasa tunaiweka kama ni project, lakini project ya Mungu. Kwa hiyo hicho kitu ambacho unataka kukifanya, kama Teresia na project yake ya kiwanda, kiwanda cha nguo. Kwa hiyo ni kiwanda cha nguo, si ndio? Kiwanda cha nguo, maana hiyo ni project. Dada pale, dada ana maono yake ya kuuza, kununua nyumba na kuuza. Maana hiyo ni project. Au unasema ni mradi huo. Au wewe una jambo lako, sio ni duka la nini, ni nguo, unataka kuwa kwa ukubwa gani, hiyo ni project. Kwa project ambayo Mungu anaiachilia sasa kwa wana wa Israeli, anasema nataka mrudi, alafu kitu cha kwanza mnijengee hekalu. Maana kuna project au mradi wa kuiendea. Sasa hapa anasema, turudi kwenye mstari.
Ezra 1:5 wanasema ndipo akaondoka wakuu wa mbari za mababa, yani viongozi hawa wa Yuda na Benjamin na makuhani na Walawi na watu wote ambao Mungu amewaamsha roho zao kukwea ili kuijenga nyumba ya Bwana iliyoko Yerusalemu. Unaona hayo maono uliyokuwa nayo ni Mungu ameyaweka ndani mwako. Unaona Mungu ameamsha roho yake. Maana mtu unaanza kujisikia tu kwamba mimi natakiwa kuwa na kiwanda. Hainyamazi hiyo ndoto, yani hainyamazi. Hicho kitu kinapiga kelele ndani mwako. Kinapiga kelele kwamba hapana, natakiwa kuwa na hichi kitu. Natakiwa kujenga kanisa. Natakiwa kuwa na kiwanda. Natakiwa kuwa na nini? Maana ni Mungu ameamsha roho yako. Maana hiyo ni ndoto, ni maono kutoka kwa Mungu mwenyewe. Sasa na kuamsha roho yako, unaanza kusikia uzito, unaanza kusikia msukumo, unaanza kusikia mzigo wa kuwa na kitu kama hiko. Kwa hiyo hii ndoto ambayo nimekuambia kila mtu lazima awe nayo, hakikisha ni ndoto ambayo imetoka kwa Mungu na una uhakika nayo. Andika hicho ulichokiandika hapo juu. Hayo maono uliyoandika hapo juu, hakikisha imetoka kwa Mungu na una uhakika. Yaani uwe na uhakika kwamba mimi natakiwa kufanya hiki kitu. Uwe na uhakika kwamba mimi kweli Mungu anataka niwe na hili duka la nguo za watoto. Uwe na uhakika kwamba mimi kweli Mungu anataka niwe nanunua hizi nyumba, house nini, flipping. Natakiwa nifanye house flipping. Uwe na uhakika kwamba mimi natakiwa kuwa na kiwanda kweli cha nguo. Uwe na uhakika. Kwa jambo la kwanza, ukishakuwa na ndoto, hakikisha una uhakika na hiyo ndoto kwamba imetoka kwa Mungu. Unakuaje na uhakika na hiyo ndoto? Ingia kwenye maombi. Maombi ni lazima. Ingia kwenye maombi, omba kwa ajili ya hilo jambo. Mwambie Mungu, kuna hichi kitu nakisikia ndani mwangu. Kuna haya maono nayaona ndani mwangu. Je, huyu ni wewe? Mungu atazungumza kwa namna yake kwako. Wewe vile ambavyo unamsikia Mungu anavyozungumza na wewe na unamjua Mungu anavyozungumza na wewe, utajua tu kwamba okay, Mungu ameniambia haya, kweli ni maono yangu, yaende. Amen. Kwa jambo lingine ni kuwa na uhakika ya hayo maono kwamba yametoka kwa Mungu baada ya kuwa nayo. So you have to be sure kwamba ni maono yametoka kwa Mungu. Ukisoma Habakuki 2:2 anasema Bwana akanijibu akasema, iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomae apate kuisoma kama maji. Bwana akanijibu akasema iandike njozi. Hapo umeshaomba, umeshakuwa na uhakika kwamba Mungu anataka ufanye hicho kitu. Mungu anataka uwe na duka lako hilo la nguo za watoto. Mungu anataka uwe na kiwanda chako cha nguo. Mungu anataka uwe na hicho unachotaka. Mungu anataka uwe kiongozi. Andika njozi hiyo ukaifanye iwe wazi. Manake tukikutana na wewe ukaanza kutuambia mimi nataka kuwa kiongozi, tukikuangalia tu tujue kweli huyu atakuja kuwa kiongozi baadaye. Kule Dar es Salaam mtu mmoja alisema yeye anataka kuwa waziri mkuu. Sikumbuki kama ni waziri mkuu au ni makamu wa rais. Alikuwa ni waziri mkuu. Waziri mkuu mwanamke. Maana tukikuona alafu unatuambia mimi nataka kuwa waziri mkuu, hapo tu tukikuona ulivovaa tuone huyu kweli anakoelekea atakuwa waziri mkuu. Lakini unataka kuwa waziri mkuu alafu umevaa hivyo ulivovaa. Umevaa kama mtu ambaye anajiuza. Tukikuangalia tunaanza kuwa na mashaka na wewe. Wewe atakuja kuwa waziri mkuu. Kwa kama ndoto yako kuiweka wazi ndoto yako, manake anza sasa hivi. Anza sasa hivi kuishi, kuiendea ndoto yako. Vile vinavyokuhitaji kuvifanya ili kuiendea ndoto yako, anza sasa hivi. Manake kama ni nguo za watoto umesema unayo, sawa. Umeanza online, sio? Vizuri sana. Lakini sasa hizi anza kutazamia frame sasa. Yaani anza kuiweka frame kwenye maono yako. Kwanza lazima uwe na time frame. Jiwekee kabisa mimi online nitaifanya kwa miezi 3 au miezi 6. Baada ya hapo lazima nitafute frame. Iweke hivyo. Ajiandikie, yani ukirudi
chekecha akili yako, chukua notebook yako, andika maono yako kwamba haya maono mimi mpaka ndani ya miaka 2 nitakuwa nimeshafika sehemu fulani. Ni lazima uwe na clear vision inayoonekana. Yani usiendeende tu, yani unaendaenda. Unajua mtu anaendaenda, na wafanya biashara wengi saa hizi wanaendaenda tu, yani unaendaenda, haujui kesho itakuwaje, unaenda tu na flow. Lazima uwe na clear vision. Wewe ni mfanyabiashara, unauza chochote, lazima uwe na maono kwamba mimi baada ya mwaka mmoja nataka nifike sehemu fulani. Kwa hiyo utajikuta unakimbia mbio zako ili ufike ile sehemu fulani. Lakini kama huna plani, hauna maono, maana utaenda anyhow. Na unataka kujiweka kwenye, unataka kujibrand kwenye eneo gani hasa? Unataka kujiweka kwenye eneo gani? Hata kama unauza vyombo, lazima watu tujue kwamba okay, huyu ni mfanyabiashara wa vyombo. Usituconfuse ukaweka na nguo humo ndani. Simama hapo kwenye niche yako. Alafu jitangaze hapo kwenye brand, hapo kaa kwenye brand kiasi kwamba watu wakisema jamani, tuko Morogoro, mfanyabiashara mkubwa sana wa vyombo Morogoro ni nani? Wewe jina lako linakuja wa kwanza. Na tukija pale tuone kweli wewe ni mfanyabiashara mkubwa. Amen. Sasa usituconfuse ukaanza kuweka na viatu. Hizo zote ni tamaa, kwa sababu ujijui unaanza kuhangaika. Njia yako kuu ni hii hapa. Ukiona kwanza unafika sehemu unatamani na viatu, maana yake unataka kuchepuka kidogo, uiache njia yako uende na huko. Yaani unachungulia na huko kuna nini, what is happening? Huko kuna kitu gani kingine? Kwa hiyo unajikuta ngoja nichukue na viatu, nitaenda kupanga pale, huko nitaweka vyombo, pale nitaweka viatu. Unaenja China unakutana sio na vitu vingine tofauti, au nguo ziko kwenye sale, unaamua kuzichukua ili ukaziweke tu dukani. Kaa hapo, simamia hapo kwenye maono yako, alafu juhudi yako yote iweke kwenye hayo maono ili mwisho wa siku yaje yatimie. Amen. Kwa usiwayewaye kama mtu ambaye hajitambui. Mungu anamwambia iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Kwamba tukikuona tujue kabisa huyu anakoelekea ndiko kule ambako ametuambia yeye ni nani. Kwa hiyo lazima uwe na clear vision ya maono yako. Yes. Na sisi tukikuona tujue kwamba kweli huyu. Kwa hiyo Mungu akishakupa maono ya namna hiyo, hata kama unaona ni makubwa kiasi gani, hatua ya kwanza sema ndio. Yaani kusema ndio maana yake kuwa na imani kwamba utakuwa. Kuwa na imani kwamba wewe utakuwa hivyo unavyojiona. Haijalishi una hela kiasi gani, kwa sababu Mungu anapoachilia maono sio kwamba anakupa hela kwanza. Anataka ukubali kwanza kwamba mimi nitafanya. Mimi nitaenda. Ninaamini nitafika kule ambako Mungu ananionyesha. Ukishaamini sasa Mungu anaanza kwenda na wewe. Kwa Mungu anakuita. Maana kama hicho unachotaka kufanya, maana ni Mungu anakuita. Wewe kazi yako ni kusema ndio. Usema ndio ni tayari kuamini kwamba hayo maono unayoyaona yatatokea. Yaani kisije kitu kikakwisha tamaa ukasema hivyo nitafika kweli. Hivyo bwana napitia changamoto sana, nitafika kweli. Tutaziangalia changamoto especially siku ya kesho. Tutaangalia namna ya kuenenda, kwa sababu hayo maono lazima kuna changamoto zitakuja, tena kubwa tu. Inaweza kafika sehemu ukakata tamaa ukasema mimi haya maono nahisi kama vile Mungu akuniambia. Haya maono nahisi kama vile sikumsikia Mungu vizuri. Utafika huo wakati unatamani uache, ufunge duka, uuze kila kitu, ufunge tu basi ukae zako tu nyumbani, ufunge hicho kiwanda. Kwa sababu kuna wakati lazima ufike. Na hiyo ndo dalili kwamba hayo maono unayoyaendea ni maono kutoka kwa Mungu. Kwa sababu maono kutoka kwa Mungu lazima yapitie vita. Lazima yapitie vita. Ni lazima ukutane na vita. Kuna sehemu utafika utakata tamaa kabisa. Ni lazima. Sasa siku ya kesho tutafundishana vizuri kabisa vipingamizi au changamoto mbalimbali zinazokuja, zinazoambatana na maono. Ili hata kama hujafika bado jiandae. Ili zikija tayari uwe tayari umeshajiandaa kwamba niko tayari kukabiliana na hizi changamoto na nitafika. Yaani kwamba hizi changamoto zimekuja lakini sio za kunifanya niache maono yangu yakafa. Maono usiyaache chini, usiyakimbie, usiyacheleweshe. Bebana na maono yako, kimbia nayo. Haijalishi hata kitu gani kinatokea, usiyatupe hayo maono. Hicho ndio kitu ambacho Mungu amekupa cha kutembea nacho hapa duniani. Kwa unapoyatupa maana yake sasa wewe umeshakuwa waste. Hauna maana tena hapa duniani ya kuishi. Lakini maono kamata, kimbia nayo.
Haijalishi unakutana na changamoto kiasi gani, yakamatia hayo maono yako, tembea nayo, na ni lazima jiwekee ndani mwako, lazima haya maono yaje yatimie. Nimesema haijalishi napitia changamoto gani, maono haya yatatimia, jiwekee ndani mwako. Amina, amina, amina. Yes. Kwa hiyo wale ambao mnawaza kwa ukubwa sana, mnawaza mambo makubwa sana, kuwa tayari kwa ajili ya vita. Kwa Mungu anakuita akupi kitu, lakini anataka kwanza uitikie wito. Kuitikia wito maana yake una imani sasa. Kuwa na imani, hiyo tayari ni currency yako. Unapokuwa na imani, hiyo ni currency. Yaani hiyo unaweza kusema ndo sehemu yako ya kutokea. Ukishika imani yako, maana yake hiyo ni sehemu yako ya kutokea, Mungu ataiangalia hiyo. Zekaria 4:10. Zekaria 4:10 nasema, maana ni nani aliyedharau siku ya mambo madogo? Maana ni nani aliyedharau siku ya mambo madogo? Huyu ni nabii Zekaria, alikuwa anazungumza na mtu anaitwa Zerubabel. Zerubabel alikuwa ni mmojawapo wa watu ambao Mungu alimuinua kutoka wakati wana Waisraeli wale wanatoka utumwani kule Babeli. Yeye Zerubabel pamoja na mwingine anaitwa Joshua ambaye ni kuhani, waje waanzishe lile hekalu ambalo nimekuambia pale mwanzo kwamba Mungu anataka wamjengee hekalu. Sasa kiongozi wa kujenga ile hekalu alikuwa anaitwa Zerubabel. Zerubabel alivyorudi Yerusalemu sasa, akaanza kujenga hekalu. Ule msingi aliokuwa anaujenga ulikuwa ni msingi mdogo sana ukilinganisha na ile hekalu nilokusimulia la Suleiman ambalo lilikuwa zuri sana alafu kubwa. Kwa Zerubabel amerudi akajenga kama msingi kadogo sana ka hekalu. Watu walivyoliona, hasa wale ambao walikuwa wanalijua hekalu lililopita la Suleiman, wakaanza kuugua ndani ya mioyo yao kwamba yani tumetoka kwenye hekalu, labda unasema labda tumetoka kwenye hema kubwa kama hili kabla ya kwenda utumwani, alafu tumerudi tunajengiwa kakitu kama kale kama kale kahema pale. Kwa mioyo ikashuka. Watu waliokuwa wanalijua ile hema kubwa wakaanza kuona jamani, kuna kitu gani? Zerubabel akasikia, moyo wake ukashuka na yeye kwamba sasa mimi nimejitoa hapa kwa moyo wangu wote, nimejenga hiki kitu, lakini mbona kama watu wananipiga vita? Kwa hiyo wale mababu wakaanza kulalamika, wengine wakaanza kulia, kukao na vilio, wanalia tu kwamba tunaletiwaje hekalu la namna hii? Ukisoma Ezra 3:12-13, Ezra 3:12-13 inasema, bali makuhani wengi na Walawi na wakuu wa mbari za mababa waliokuwa wameiona nyumba ya kwanza, wakati msingi wa nyumba hii ulipowekwa mbele ya macho yao, walilia kwa sauti kuu. Walilia kwa sauti kuu kwa sababu waliona ule msingi, wakaona hapa kweli tumekwisha. Tunaendaje kumwabudu Mungu kwenye kitu kadogo hivi? Kumbuka hiyo ilikuwa ni project ambayo Mungu ameiachilia. Sasa Zerubabel baada ya kusikia yale maneno akakata tamaa. Akakata tamaa, akataka kuyaacha hayo maono. Kama si watu wananisema, ni kama tu wewe inawezekana kabisa una maono alafu watu wanakusema kwenye hiyo ofisi yako. Au unasikia maneno ambayo ni maneno hata ni ya uongo. Unakata tamaa, unaamua kuyaacha maono yako ya kuwa kiongozi. Au watu wanakuja tu wanakukatia tamaa, kiongozi utakuwa wewe. Wewe kweli unaweza kujenga hiyo mall, wewe unaweza kuwa mtu fulani, unajikuta unakata tamaa. Kwa hiyo Zerubabel naye akakata tamaa. Amekata tamaa, akaacha, kajenga msingi, watu wanamsema, akauacha hapo. Baada ya kuuacha, Mungu sasa akamtuma nabii sasa Zekaria. Zekaria alikuwa ni nabii. Aje amwambie Zerubabel kwamba kwa nini unadharau mwanzo mdogo? Mimi Mungu sidharau mwanzo mdogo. Hili neno kutoka kwa Mungu, anamwambia no. Mimi Mungu sidharau mwanzo mdogo. Hapo ulipoanza umeanza vizuri. Imagine watu wanaona vingine, Mungu anaona vingine. Ndivyo Mungu anavyofanya kwetu sisi pia. Wewe unaweza watu wanaweza kaona kitu unachofanya ni kitu cha kipuuzi, lakini Mungu anaona hichi kitu ni kikubwa na yuko kukutia moyo. Mungu imagine anamuinua nabii Zekaria, anamwambia nenda kwa Zerubabel, kamwambie hivi, hata kama watu wanasema hilo hekalu ni dogo, mimi Mungu sidharau mwanzo mdogo. Ndio hapa anasema, maana ni nani aliyedharau siku ya mambo madogo? Anamwambia Zerubabel, inuka. Hoja tusome Zekaria 4, tuanzie mstari wa 6 alafu tutaenda mpaka wa 10. Akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabel. Huyu ni Zekaria nabii sasa, kusema, si kwa uwezo
wala si kwa nguvu, bali kwa roho yangu. Manake Mungu anaachilia neno kwa Zerubabel. Anamwambia hivi, unafikiri hata yule hekalu ambalo nimekwambia ujenge, unalijenga kwa nguvu zako? Maana hata maono ambayo Mungu ameachilia kwako uyafanye, si kwa nguvu zako. Si kwa nguvu zako. Kama unajua hichi ni kitu cha Mungu, sio kwa nguvu zako. Anasema, akajibu akaniambia akasema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabel kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Kwa Roho Mtakatifu na Mungu anataka kusaidia wewe kuyafikia hayo maono. Lakini kuna vitu vya kufanya, tutaviangalia pia siku ya kesho. Nani wewe mlima mkubwa? Mbele ya Zerubabel utakuwa nchi tambarare, naye atalileta lile jiwe la kuwekwa juu kabisa, na vigelegele vya neema ilikalie. Tena neno la Bwana likanijia kusema, mikono yake Zerubabel imeweka misingi ya nyumba hii, na mikono yake ndiyo itakayoimaliza. Hayo ni maneno ya Mungu. Nao utajua kuwa Bwana wa majeshi amenituma kwenu. Maana ni nani aliyedharau siku ya mambo madogo? Ndio tumerudi kule. Kwa kuwa watafurahi, nao wataiona timazi katika mkono wa Zerubabel. Naam, hizi 7 ndizo macho ya Bwana yapiga mbio huko na huko duniani kote. Kwa Mungu angalie umeanzaje. Na kutia moyo, Mungu angalie umeanzaje. Wewe unaweza ukajiona umeanza kidogo. Kitu ambacho Mungu anakitaka ni uendelee kusonga mbele. Usibaki kwenye online business for years. Usibaki kwenye hilo duka unalowaza for years. Usibaki kuwa hapo ulipo kwa miaka na miaka. Piga hatua. Yaani tukikuona mwezi ujao tuone umepiga hatua fulani. Mwezi unaokuja tukuone umepiga hatua fulani. Mwezi unaokuja tukuone umepiga hatua fulani. Usibaki kule kuwa yule wala usirudi nyuma. Kila siku tunataka kuona mabadiliko kwenye kitu ambacho unataka kukifanya. Kuelekea maono yako usisimame. Yaani hata kama ni hatua ndogo ndogo lakini nenda. Hata kama ni hatua za konokono lakini tembea. Maono yako yale kule mbele, usisimame hapa kwa muda mrefu sana, wala usirudi nyuma. Nenda. Hata kama utasogea kidogo lakini umesogea. Kesho tena unasogea kidogo lakini umesogea. Inapofika sehemu unataka kupiga hatua, piga hatua nyingine kubwa. Piga hatua nyingine ndefu. Yaende maono yako na hakikisha unaenda in the same direction. Yaani usiame ukasema ngoja nihamie huko, hapana. Maono yako ni haya, nenda yaende hayo maono kwa njia hiyo. Macho yako ya focus kule. Macho yasitoke kule kwenye hayo maono yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwisho wa siku, before you know it, utajikuta umeshafika kwenye yale maono ambayo Mungu anataka uwe. Amen. Yes, lakini pointi ya mwisho ambayo nataka nikupe kwa siku ya leo. Unahitaji kuwa na discipline ya maombi. Maono hayawezi kuwa bila maombi. Yaani kuna vita ya maono. Of course shetani hawezi kufurahia wewe kuendea njia ambayo Mungu anataka uiendee. Hawezi. Na ndio maana nimekwambia vita lazima zije, vipingamizi lazima vije. Ndio maana Zerubabeli akamkuta aliyomkuta. Na Zerubabeli akafunga miaka 10, aliacha yale maono kwa miaka 16. Lile hekalu lilisimamwa kujengwa miaka 16. Mpaka Mungu anatuma neno sasa kwa nabii, nenda akamwambia ainuke aanze kujenga tena lile hekalu. Ainuke aanze tena kujenga lile hekalu. Maana hapo maono yanaendelea kuchelewa. Sasa tutamani hichi kitu kitokee kwako. Kwa hiyo kitakacho kusaidia ni kuwa na discipline ya maombi. Ukisoma Luka 18 mstari wa 1, inasema akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Siku zote. Kwa unataka maono yako haya uyaendee, hakikisha unamwomba Mungu siku zote. Kila siku, yani siku isipite bila kuomba kwa habari ya maono yako. Siku isipite bila kumwomba Mungu kwa habari ya maono yako. Every day. Kila siku hakikisha unaomba Mungu juu ya safari yako kuendea maono yako makubwa ulionayo. Kwa hakikisha kila siku unaomba. Set aside time. Weka muda ambao utasema mimi siwezi kulala, siku masaa 24 hawezi kupita kama sijaomba kwa habari ya maono yangu.
Kwa una maono yako yale ya duka za nguo za watoto, kila siku hakikisha unaomba. Kila siku, nimesema kila siku. Masaa 24 hakikisha unaomba. Siku nyingine unafunga. Unasema mimi mara moja kwa wiki nitakuwa nafunga kwa ajili ya maono yangu tu, kwa ajili ya kule nako kuendea. Kwa hiyo mimi kila siku Ijumaa najua ninafunga kwa ajili ya kuomba kwa habari ya kiwanda changu, kwa habari ya maduka langu, kwa habari ya project yangu. Ninajua mfungo nao ufunga leo ni kumwomba Mungu anisaidie niweze kuwa na clear vision. Yaani niendelee kuyaendea maono yangu nayo yaona kule mbele bila chochote kile. Kama kuna chochote kimepangwa kule mbele, Mungu aweze kukuonyesha mapema ili uweze kuomba. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye ana maono ni lazima ujiwekee kuomba kila siku. Usinyamaze, wala usikae ukasubiri mambo magumu yatokee au changamoto itokee ndo uombe. Jiwekee kila siku, lazima uombe. Uombe na unaomba Mungu akufunulie zaidi, Mungu akuongoze zaidi. Naenda kwa namna gani? Mbona hapa naona kama vile uchumi umekata? Mbona kama naona sina hela ya kuendea haya maono? Mbona naona na maono makubwa lakini sina resources? Mbona najiona na maono makubwa lakini sina pesa? Naendaje? Mungu, naomba mwongozo wako. Naomba uniambie naenda kwa namna gani kwenye hili. Sitaki kutoka kwenye haya maono na sitaki kuyakatia tamaa, lakini najua wewe Mungu ndio uliyenipa haya maono. Ninaomba uweka ndani ya moyo wangu nijue niende wapi, nifanye nini, napataje hela. Kuna hili jambo linahitaji hela ya kumalizia. Ninafanyaje Mungu? Na umeniambia haya ni maono yako. Uliniambia haya ni maono yako. Kwa kila siku hakikisha unaomba. Siku nyingine unaombea tu Mungu, naomba niambie chochote. Ambie tu Mungu, leo nakusikiliza. Niambie chochote kwa habari ya maono yangu. Alafu kaa kwenye uwepo wa Bwana, tulia, funga macho yako, kaa kimya, sikiliza tu. Mwambie Mungu nakusikiliza. Bila kuwa na disruptions zozote zile. Kaa msikilize Mungu. Funga macho yako, mwambie Mungu nakusikiliza. Zungumza na mimi. Funga alafu kaa hapo, sikiliza. Utaanza kusikia mawazo mengine yanapita. Mwingine utaanza kuona maono, wale ambao wanaona maono. Mwingine ukilala unaanza kupata ndoto. Maana Mungu anazungumza na wewe kwa habari ya maono yako. Amen. Kwa sio jambo la kuwa na maono tu. Maono yana gharama ya kulipa. Gharama yake moja ya kulipa ni maombi kila siku. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kule Dar es Salaam pia tuliwaambia maono, ukiwa na maono lazima uwe mtu wa kutoa sadaka. Haendi hivi hivi tu. Yaani usiwe mtu wa maono afu unategemea tu kukua tu. Sadaka. Toa sadaka mara kwa mara. Sadaka za kusindikiza maono yako, sadaka za ulinzi juu ya maono yako, sadaka ya Mungu kufungulia, sadaka ya Mungu kukuletea watu sahihi, sadaka mbalimbali juu ya maono yako. Yaani kama kuna kitu ambacho unapaswa kukitolea sadaka ni yayo maono yako, yatolee sadaka mara kwa mara. Kuna hatua mpya unataka kuiendea, toa sadaka, tanguliza sadaka. Mwambie Mungu, hii sadaka ninaitoa kwa ajili ya hatua ninayoiendea kule mbele. Kuna hatua fulani nahama hapa, naendea kwenye hatua nyingine. Inawezekana labda umetanua frame na frame nyingine au na branch nyingine. Mwambie Mungu, hii hapa sadaka ninatoa kwa ajili ya ile hatua nyingine ninayoiendea. Kwa hiyo uwe mtu wa kutoa sadaka mara kwa mara. Sadaka sio pesa. Sadaka zinazungumza. Kwa unapokuwa mtu wa kutoa sadaka alafu unaiombea, maana yale ni maneno yanaachiliwa na ndio yatakayokusaidia kukusimamisha. Yako yanapigana kwa ajili yako. Kwa uwe mtu wa kutoa sadaka sana kwa ajili ya biashara yako. Tunaelewana watu wenye maono makubwa? Amen. Usiufinyilie mkono wako, toa. Unataka kupanda kwa hivyo viwango, toa. Usifikiri hao watu ambao wamekuwa wakubwa sana, hata kama wako upande wa giza, kuna sadaka zao ambazo wanazitoa. Kuna sacrifice wanazitoa kwa waganga wa kienyeji. Usione wako hivi hivi tu. Ni mapambano kwenye ulimwengu wa roho. Sasa wewe kwako uko kwenye ulimwengu wa nuru, toa na wewe sadaka. Tena usitoe tu sadaka tudogo, hapana, toa sadaka. Mwambie Mungu, ninataka hii mbegu kiasi fulani. Mungu atakupa mbegu. Mungu atakupa hiyo hela unayoitaka. Lakini jiwekee kutoa. Unataka kuwa mkubwa, toa kwa ukubwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, nataka siku leo tuishie hapa. Kesho tutaendelea zaidi. Nilikuwa nataka kukupa msingi, nikuwekee foundation kwa ajili ya somo hili. Siku ya kesho tutaendelea na humble beginning. Amen.
Pigie Bwana Yesu makofi mazuri kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wameelewa? Wangapi wanaona sasa maono yangu mimi nayaendea vizuri kabisa? Yes. Mtumishi amefundisha vizuri kabisa. Kazi kwako wewe mbeba maono. Mbeba maono mnatakiwa kwanza mwe na akili. Unasikia? Sio beba maono wa vivu tu. Maono hayahitaji mtu mvivu. Labda kama wewe umekuja kusindikiza maono ya wengine. Lakini kama wewe ni mbeba maono, lazima uwe na akili. Pamoja na kwamba unaanza na mwanzo huo mdogo, lakini hapa timamu ziwepo. Mimi naongea na Tanzania hapa, sababu naijua taifa la Tanzania lilivyo. Nyinyi watu mnaoenda na trend wala sio maono. Naelewa? Tanzania wengi wanaenda na trend. Yaani saizi ni trend ya cosmetics. Kwa karibia kila sehemu utashangaa mtu anafungua skin care, maduka ya skin cosmetics, skin sijui nini ya kutosha. Unamuuliza, haya ni maono yako? Ulikuwa nayo toka lini? On the way tu. Nimeshangaa ni kama napata msukumo wa kuwahudumia watu ngozi. We on the way. Maono yani on the way tu yakatokea ya kutokea ya maono. Maono sio on the way. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ngoja nikwambie mtu wa Mungu. Changamoto yenu nyinyi hamuelewi Mungu. Mungu mnahisi kama vile anaenda na trend. Mungu haendi na trend. Mungu hata kama maono yake yameshapita wakati, atakupa namna ya kuyafanikisha kwenye wakati tuliopo. Na nisikie vizuri. Yaani wewe usiende na trend kwa sababu sasa hivi Gen Z ni watu wa staili fulani, watu wa miondoko fulani. Kwa hiyo unaamua kuibebana na maono yanayoendana na Gen Z. Nenda kulingana na maono ambayo Mungu amekupa. Mungu amekwambia ufanye kitu gani, na hicho kitu una uhakika nacho Mungu amesema ukifanye. Kwa sababu kama una uhakika nacho, mimi nakwambia lazima kifanikiwe kama utasimama kwenye nafasi yako na kuwa na akili timamu. Haleluya. Tunazunguka na kukosa matokeo sana kwa sababu mtu anaamka leo alikuwa anauza mchicha, kesho amebadilisha maono, kesho kutwa mbeba maono wa kitimoto. Yaani unajaribu kujiuliza, huyu alikuwa mbeba maono wa kitimoto, leo amekuwa mbeba maono wa muuza nguo, kesho kama leo mbeba maono wa skin care. Ameshatoka kwenye skin care vimeshindikana, leo mbeba maono wa nyama choma, mbuzi choma. Unajiuliza, huyu mtu anajielewa? Anaelewa maono yake kweli kweli? Sasa wa Tanzania jinsi walivyo watakwambia Roho Mtakatifu amenyamisha kwenye yale maono. Pumbavu nini wewe? Haleluya. Roho Mtakatifu ni mjinga kukuhamisha, yani amekuona akili zako zwanta za akuhamisha yani. Mungu haamshagi mtu kwenye maono. Maono ni yale yale. Hauhamishwi. Hautolewi yani eti leo wewe ulikuwa nabii, Mungu amekutoa kwenye unabii akakurudisha tu kwa chokola usieleweka, au akutupie sehemu zingine. Hapana. Maono ni yale yale. Ndio maana unatakiwa ulijue kusudi ili ujue maono yako. So unajua ukota tu. Ndio hicho kitu kinawasumbua.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ungekuwa unasimama na msimamo wako ule ule na maono yako yale yale na kuendelea kumwamini Mungu kutokea kwenye kile ulichokiona toka mwanzo, huenda sasa hivi ungekuwa mbali. Lakini unaama mno. Hiyo ama ndio inayokukosti. Maono hayamagi wami. Leo unahamia, leo mbeba maono haya, kesho kutwa mbeba maono hichi, kesho kutwa mbeba maono wa kale. Unatakiwa uwe na kitu kimoja, labda ndani ya hicho kitu ndio vitatokea vitu vingine, sio mbeba maono wa pale. Haleluya. Mnanisikia watu wa Morogoro? Watu wa Morogoro mnanipata vyema? Mtumishi amezungumzia hapa kuhusiana na humble beginning. Lakini pamoja na humble beginning, jivute. Acha uvivu. Tumia akili yako kwanza kujifunza vitu. Learn. Uwezi kwa unasema una biashara alafu ujui anything concerning business. Una maarifa yote kuhusiana na biashara. Wewe sio mfanya biashara, wewe ni mjaribu tu. Unajaribu kutafuta chakula, wala una biashara yoyote. Haleluya. Nenda kakae wamuulize au mimi nitakuja kuwa zaidi ya Baresa. Kakae na Baresa umuulize, Baresa alikuwa taila, alikuwa jinga mpumbavu, hajielewi, hana maarifa ya kutosha? Au kwa sababu unaona mnakula tu vya vinazi, mnaona kama vitu vyake havieleweki, unaona kama biashara haieleweki ile. Haleluya. Kajiulize kwa nini kwa nini utotunazi, na kwa nini tunakuwa na soko? Kwa nini kwa nini tunakuwa na soko? Kwa nini Azam hizo lamba lakini kwa nini zina soko? Amejuaje kwamba alikuwa ni poyoyo tu amelala akaamka, ngoja ni ukwaju, tengenezeni ukwaju. Haleluya. Mimi na criticize sana Wakristo wa sasa hivi. Na nimeshasema sasa hizi mimi hata mnichukie. Kanisa lina mataira kweli. Kanisa la Tanzania lina watu wajinga. Mimi sasa ndio mtumishi ambaye nimekuja kuvuruga hicho kichwa chako na sua ujinga huo utoke, ili kusudi muamke. Toka tuitie mimi mfanya biashara. Toka hapa mfanya biashara. Ujui hata kusoma. Kasome kwanza ujue biashara ni yanafanya katika kazi. Fikiri biashara ni ya mataila. Biashara, mimi mfanya biashara, kuomba ujui. Fikiri biashara inaendeshwa wewe. Hii mizimu ya Morogoro hapa ilivyochachamaa hivi. Mfanya biashara. Biashara. Ndio kupambana na mizimu wewe. Haleluya. Mizimu ya kwenu imekakamaa. Mizimu ya Morogoro imesimama hivi. Umetokea huko mpanga kusikoeleweka, unakuja Morogoro ukatamba biashara. Wakati unaulizwa mimi sema mimi mfanya biashara. Tuelewe kama ni mfanya biashara kweli. Kaa kibiashara. Haleluya. Mfanya biashara humble beginning. Ndo kwanza naanza online. Hiyo online sasa. Nenda huko kakutana na vituko. Vitu havieleweki, page haieleweki, makorokoro haieleweki. Unajiuliza, huyu ni mfanya biashara kwanza, mfanya biashara wa nini? Utakuta takataka zieleweki, unashindwa hata kujua ni business gani inaendelea hapa. Nani leo ninachokizungumza? Usiseme mtumishi Biti sasa akijaga ni kama vile anakujaga kukuharibia sasa mudi. Tumishikole ametuelezea vizuri kabisa. Hapa sasa unakuja kama vile ni kuharibiwa mudi. Mimi nakuja kukandamiza, nikwambie nenda kafute kila kitu, anza upya. Kama ni matangazo weka upya.
Tumesikia hapa mtumishi anakuambia usituwekee, yani unatuambia leo unauza pipi, mara unatuuzia jojo umo, unatuuzia sinywa kalai umo, unatuuzia kuku umo, unatuuzia baragashia umo, kila kitu unatuuzia umo. Tutakujua ni fanya biashara namna gani. Kaa tuuzie kitu kimoja, tuchanganye kwenye nani social media. Sisi tunakuja kwenye page yako tunashindwa kujua unauza bibaragashia, unauza bajia, unauza jojo, unauza nini, kanda mbili, hatuelewi. Simu yenyewe unapiga picha haieleweki. Yaani kibaragashia kimepigwa kimeenda hivi. Kanda mbili imepigwa imeenda hivi. Unashindwa kuelewa hii ni malapa, tunanunua ni kitu gani hiki? Havieleweki yani. Alafu umeandika tu tunapatikana kwa gharama za rahisi na delivery unatumwa. Ipi? Unatuma kitu gani? Hatukioni. Clean up. Haleluya. Safisha akaunti yako, anza upya, pangilia akaunti yako vizuri iwe safi, ya mfanyabiashara anayeeleweka, mfanyabiashara anayejitambua, mfanyabiashara msomi. Haleluya. Mnajua kujilemba tunakusubiri ndoa. Lakini kukaa na kupangilia vitu vyenu vizuri hamwezi. Halafu unakaa na kumwambia Mungu, mbona sioni? Yaani Mungu, mimi toka nimeanza biashara yangu sioni maendeleo. Maendeleo gani utayaona? Kwa lipi unalolifanya linaloeleweka? Unafikiri utayaona maendeleo kwa lipi linaloeleweka kama tu kwenye jinsi tu ya kutengeneza biashara yako vizuri? Huwezi. Umepanga bidhaa hata mtu anashindwa kuelewa duka ni la nini. Kwanza duka lina giza, halieleweki. Haleluya. Kuna binti mmoja Mwanza nilimwambia, wewe unalia kila siku, si mimi ya biashara yangu nakabia kufunga, kama wewe biashara yako. Hiyo biashara yako sisi kwanza hata hatuijui. Kwanza ndio unakuja kutuambia kumbe una biashara. Sisi tulikuwa hatujui kama unayo. That's the first thing. Mfanya biashara unatakiwa ujulikane. Unakuwaje mfanya biashara ujulikane? Any business passion should be known. Biashara lazima ijulikane. Biashara haitakiwi kujificha. Maana ya biashara wanake wateja waje. Sasa wateja wanakujaje kama hawajui? Wateja wanakujaje kama hawaioni? Lazima ujifunze kuionyesha biashara yako. Ndio maana unaona at any cost watu wa duniani wanaamua kuonyesha biashara zao, mpaka wanaamua kuwa uchi. Wanaamua kukalagaza, kukaa uchi, wanajifanya wengine wanafanya hivi. Biashara ni hiyo, na wewe ni Kristo naye. Lakini wewe umejinyamazisha kimya. Hatujakwambia ukalale uchi, hatujakwambia ukafanye kama wao, lakini onyesha biashara yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. With that humble beginning. Namna gani? Yani fanya namna ambayo hata kama ndo uko online mtu ajue hata kama una duka. Naelewa yani tafuta kasehemu, tengeneza mazingira kwamba hapa bidhaa yangu nitaipiga hii, nitaielezea, nitasema hichi ni kitu gani, kinamaanisha nini, kinatumika kwa ajili ya kitu gani, kinatumika kwa ajili ya jambo gani. Mtu aelewe. Convince people to come to your business. You don't convince me, I don't come to your shop. Haleluya. Nije ufanya nini uje niconvince? Sijui kwanza unauza nini, wala sijui kama una duka. Na kuja kufanya nini? Convince me. I see these shoes, I come to your shop. Why? I love shoes. So convince me that you are owning shoes. Unauza maduka, unauza viatu, tena viatu vilivyoenda shule, buti zilizoenda shule. Tupia, weka tuone. Geuza, weka namna nzuri ya kuionyesha. Weka mpaka kuna mtu akiona sema hii kitu original hii. Hiyo ji. Sasa mtu sampura shati lenyewe limekaa. Blouse zetu ni quality kutoka China. Kiblouse kimekunjwa kimeweka kama tambala la kudekia. Haleluya. Mfanya biashara utakiwa kuwa mwoga.
Acha uoga. Kama ni mfanyabiashara mwoga, funga duka. Nakwambia uwezi kumfikia Modewiji. Uwezi. Hata kama unanena kwa lugha za maserafi na makerubi, uwezi. Business is for people who talk. Hallelujah. Business needs people who talk. Na kwa nyakati hizi za sasa hivi digital, talk. Be confident. Show up. Show up. Hallelujah. Yaani hata kama unauza karanga, sio wewe peke yako unauza karanga. Kwa hiyo ninaweza kumsikia mtu mwingine anauza karanga nikamwambia kwenda kwa mwingine. Na Mkristo wewe unauza karanga, umejifungia, unanena kwa lugha, siji kwako. Hallelujah. Nyie mnachojua ni kunena kwa lugha, lakini vitu vinavyoambatana na msingi mzima wa keria zenu mmeviweka pembeni. Hivyo ambavyo ndio vinawakosti na vinashinda kuleta matokeo. Show up yourself. Show up yourself. Wanasema umeitwa. Kuna kaka mmoja akasema mimi nimeitwa kwa mtumishi wa Mungu. Najiona kienda kila mkoa watu watakuja. Hawaji kama kawaida. Hawaji kirahisi kama unavyofikiria. Haleluya. Bora tena uwe mkoa huo mmoja, sio unasafiri. Kwenye mikoa hiyo unaoenda, mtu wa Mungu, lazima tafuta watu wa kufundishe. At your humble beginning, kaa na watu wanaojua. Kaa na watu wanaoielewa miji. Kaa na watu wanaojua kwenye ulimwengu wa roho Morogoro ikoje. Kaa na watu wanaojua Tanzania ikoje. Kaa na watu wanaoelewa utumishi ni kitu gani. Utumishi sio kushika maiki na kunena kwa lugha. Utumishi sio kuja hapa mbele na kuhubiri injili nikamaliza. It is more of that. Yako mengi sana yaliyojificha ndani yake. More of that. Hallelujah. Tanzania sisi kitu cha kwanza tulichokitanguliza mbele kwenye chochote, tumetanguliza maslahi. Sio watu ambao tumetanguliza nini, tunaita kitu gani? Huduma. Si watu ambao tumetanguliza service. Ni watu ambao tumetanguliza maslahi. Tunataka kulipa kabla hatujahudumia. Tunataka pesa kabla hatujahudumu. Tunataka kulipwa kabla hatujazalisha. Hakunaga kampuni inayoweza kukulipa kabla hujazalisha. Hakuna. Ukitaka kujijenga sehemu yoyote, usianze kuwaza kulipwa. Anza kwanza kuhudumia ili watu waone potential yako. Waone kitu chako. Hicho kitu ulicho nacho ndio kitavutia pale, kitavutia pale, kitavutia pale, kitavutia pale, kitavutia pale. Wewe unataka hela, hata potential una. Haleluya. Mtu anataka hela afu mvivu. Unataka hela mtu unalala. Unataka hela una tabia zako za ovyo ovyo. Karakta zako hazendani kabisa. Kwamba any moment ofisini unafukuzwa. Asifiwe Bwana Yesu. Haleluya. 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 Sema Bwana Yesu, nisaidie katika mwanzo wangu mdogo. Katika mwanzo wangu mdogo. Unajua kuna wengine mtumishi wanafikiri sasa hivi hapo walipo tayari wameshafika kwenye katikati labda ya safari. Wanajiona wenyewe wako mwanzo mdogo. Lakini mimi naweza nikawaambia Watanzania karibia wote hapa, wote wenye wafanya biashara mlioko mahali hapa, wote mko kwenye mwanzo mdogo. Hambo beginning. Hamjafika popote. Wote si mko kwenye maduka ya kukodi yote.
Nani anamiliki duka ambalo amejenga yeye mwenyewe hapa? Nyosha mkono. Nani anakaa ana biashara yake alafu kwenye hiyo biashara jengo pango lile ni la kwake, alipi kodi? Wote mko kwenye humble beginning. Yaani wote ndo mnajitafuta mpate mtaji, maana hata sio millionaires atuwaiti. Bado mko kwenye msukumo, mnapambana kwenye kamtaji kako unakakuza taa, ulipie pango, ulipie nini, ukakuzishe mtaji. Ukikaa kidogo mtaji unakufa, unarudi tena, bado uko kwenye humble beginning. Kwa hiyo tunapoomba maombi haya, omba, mwambie Mungu, katika hii hali yangu ya humble beginning, najua kule mbele nakoenda, lakini neno lako siku ya leo nimelisikia. Naomba unisaidie maarifa haya niendeleze, ili nisiishie njiani, niendelee mbele zaidi. Kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu nifike kule nakotakiwa kufika. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana. Bwana. Nisaidie. Katika safari hii. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana. Bwana. Nisaidie katika maono haya ulionipa, katika ndoto hizi ulizonipa siku ya leo. Ninaomba neema yako ya kuniongoza, neema yako ya kuyaendea maono yangu bila kuishia njiani, maono yangu bila kuishia njiani. Niongoze hatua zangu, nisiende kwa akili zangu, nisiende kwa namna yangu, nisiende kwa akili zangu, nisiende kwa namna yangu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, niongoze mfalme wa amani, niongoze mfalme wa amani. Ongoza hatua zangu, ongoza maono yangu. Mimi mwenyewe kwa akili zangu sitafika, ila kwa uwezo wako, kwa Roho wako Mtakatifu, kwa Roho wako Mtakatifu, kwa Roho wako Mtakatifu, ninaona kupiga hatua, ninaona kupiga hatua, ninaona kuimarika, ninaona kuimarika katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho zote zilizokuwa zinanirudisha nyuma, siku ya leo nimeielewa kweli. Siku ya leo nimefunguka, na kwa neema hii ninaenda kinyume na kila roho zilizoanguka, na kila roho zilizosimama kuniharibia maono yangu, zilizosimama kunirudisha nyuma kuyaendea maono yangu. Hizo roho za kukata tamaa, hizo roho za kukata tamaa, hizo roho za kukata tamaa, ninaenda kinyume nazo, ninaenda kinyume nazo, ninaenda kinyume nazo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaenda kinyume na hizo roho, ninapiga hizo roho, ninapiga hizo roho, ninapiga hizo roho, ninapiga hizo roho. Neno lako linasema umeniweka juu ya falme, juu ya mamlaka, ili kung'oa, ili kubomoa, ili kuharibu, kuangamiza. Ninabomoa, ninang'oa, 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 ninang'oa
ninang'oa kila mapando yaliyowekwa kwenye maono yangu kuniharibia ndoto zangu, safari yangu. Ng'oa. Chemka. Endelea kung'oa. Ila kinachokuzuia usiende hayo maono. Ng'oa hayo mapando. Tunang'oa. Kila mapando tunang'oa. Mariza roho zote zilizokuzuia hata kwenye huo udogo usipige hatua. Piga hizo roho kwenye safari yako ya hizo ndoto ulizoanzisha. Neno la Bwana linasema ujapokawia ndoto hiyo itatimia. Jozi hiyo ijapokawia itatokea. Hizo roho za kuchelewesha, piga hizo roho za kukatisha tamaa, piga hizo roho. Piga. Hiyo roho iliyokuwa inakusumbua na kukukatisha tamaa ya kwamba hiyo ndoto sio ya kweli, siku ya leo umejua ndoto hiyo ni ya kweli na ya kwamba uko kwenye mwanzo mdogo. Piga hiyo roho. Rekatata, repokota, reketete, rasata, rapopa. Piga hizo roho. Dio. Moto. Fire. Chemka. Fire. Piga. Chemka. Piga hizo roho za kukurudisha nyuma, roho ya kukurudisha nyuma. Tunapiga hizo roho. Marisa watu wa Mungu. Resata pa rekoto rato
Ratwe. Chemka. Rapa. Ekata barashete. Resakato. Endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea piga kila kinachokuzuia, kila kinachozuia sana mtu wa Mungu. Piga. Pambania maono yako. Ekapataraba, ekapayaka, ikobobobobo, ekapashakata, ikoboboboyaka. Endelea, piga. Rikapata, ayarabababa. Kila roho inayozuia maono yako, hao maadui wanaokurudisha nyuma, hao maadui wanaoangusha ndoto zako, piga hao maadui, fyeka kwa upanga, kata. Fyeka kwa upanga wa Bwana, kwa upanga mkali, kwa upanga mkubwa. Wakatwe. Kata. Rashata baregedebo. Zekete. Kata umadui, kata vichwa vyao. Maliza. Neno la Mungu ni nyundo, linavunja mawe vipande. Vunja. Kila anayeleta uharibifu kwenye ndoto zako avunjwe. Wamalizwe. Kata. Vunja vipande. Kata, sawazisha. Wapigwe. Rakata barekete. Resakato. Repopopo. Rato. Endelea. Chemka. Wanapigwa. Fire. Moto. Chemka. Wanaangamiza. Chemka.
ikamakaba ebarato karikata erepakato makabakaya ekabakaya. Chemka. Maliza hao maadui. Wanapigwa leo. Ndio. Rakata parakato. Repopopo. Rato. Piga. Fire. Wanapigika. Ndio. Chemka. Rakata baba. Yes. Piga, usiache kitu. Ila pepo nililoshikilia hatima yako, achia. Toka. Fire. Endelea. Rata. Piga. Maliza. Sawazisha maadui. Piga hao maadui. Fire. Rakata. Eka
Maliza. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Neno la Bwana linasema na ishara hizi zitaambatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Kwa jina la Yesu. Pepo lolote lililokaa kwenye maisha yangu linalozuia mwendo wangu siku ya leo, kwa neno la Bwana ninaamuru kila pepo toka. Achia kwa jina la Yesu. Roho yoyote iliyosimama kuniharibia future yangu, wachawi wowote wanaokaa vikao kuniharibia hatima yangu siku ya leo, ninaenda katikati ya vikao vyao, ninapindua meza zao, pindua chafua semiza wasielewane wao kwa wao chafua semiza sema nachafua semiza nachafua lugha zao wasielewane wao kwa wao wachomane wapigane waharibiane wachomane walane damu zao wanywe damu zao wao kwa wao wapigane wagombane wafarakane wao kwa wao fire moto washa lipua washa moto fire washa chemka washa wa moto chemka piga maliza Morogoro chemka acha kuomba kitoto geuza maliza pigana nao wachawi
Shambulia, 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 shambulia. Wanapigika. Maliza, 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 maliza. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, adui yoyote anayenizungukia kuniharibia hatima yangu, anayenizungukia kuniharibia ndoto zangu, neno la Bwana linasema, naye Daudi akaiona nguvu ya Mungu kama mafuriko ya maji
yaendayo kasi yakipita na kuangamiza maadui zake, siku ya leo ninaachilia nguvu ya Bwana kama mafuriko yapite na kuangamiza kila adui aliyekaa kwenye maisha yangu. Ninaangamiza. Neno la Bwana linasema, naye Mungu akashusha mvua ya mawe ya barafu, yakaangamiza maadui wote wa Israeli, akubakia hata mmoja. Siku ya leo adui zangu kokote aliko, nashusha mawe, ninaponda chemka ponda kwa mawe, shusha mawe, ponda. Acha kuomba kawaida Morogoro, acha kuomba kitoto, acha kuomba kizembe, ponda kwa mawe, shusha mawe, ponda, maliza madui, ponda kwa mawe, ponda. Paka majumbani. Fire prayer. Sawazisha. Washa moto.
Rataka, rakata, rakata, rata, 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 eapa, eto, rato, ekata, ripa, rato, rato. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Shika tumbo lako. Shika tumbo. Kamata tumbo lako la chakula. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Chakula chochote Nilichorishwa kwa kujua au kutokujua, chakula cha kichaa, chakula cha kipepo, nilicholishwa kwenye ndoto, nilicholishwa na jamaa zangu na watu wangu waliotaka kuyaua maisha yangu, ndoa yangu, watoto wangu, kazi zangu, maisha yangu, roho yoyote iliyoingia kwa njia ya chakula, kwa njia ya chakula, kwa njia ya chakula, kwa njia ya chakula, ninaamuru kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, fire, 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 toka, 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 chakula cha kipepo, chakula cha kipepo walichonilisha siku ya leo, ninawasha moto, ninawasha moto kwenye tumbo langu, kwenye tumbo langu, tumbo lote, kamata moto, 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 moto la, moto la, moto la, moto la, fire, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, miguu yangu, sehemu yoyote ilikofungwa kwenye magereza, nisitembee na kuyaelekea maono yangu, nisingie ninakotakiwa kuingia, miguu yangu ilikofungwa siku ya leo, neno la Bwana linasema kwa ufunguo wa ufalme wa mbinguni, linafungua kwa ufunguo wa ufalme wa mbinguni, lolote lililofungwa duniani limefungwa na mbinguni, lolote lililofunguliwa duniani limefunguliwa na mbinguni, kila mnyororo, kila mnyororo, kila mnyororo kwenye miguu, kwenye miguu, ninafungua, ninaifungua, 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 funguka, funguka kila kufuri la kipepo nililofungiwa ili miguu yangu isichomoke, ninafungua kwa ufunguo wa ufalme wa mbinguni, funguka, 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 efata, 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 nasema funguka, 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 achia, 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 miguu, 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 fire, 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 moto, 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 kwenye miguu, kwenye miguu, kwenye miguu, kwenye miguu, kwenye miguu, moto, 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 moto,
moto, moto, moto, moto, moto, moto kwenye miguu, kwenye miguu, kwenye miguu, miguu yao, kamata moto, kamata moto, kamata moto, kamata moto, kamata moto, hiyo miguu, hiyo miguu, hiyo miguu, hiyo miguu, hiyo miguu, nyayo, hizo nyayo, hizo nyayo, moto upite, moto upite, moto upite, moto, 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 washa moto, washa moto kwenye miguu, kwenye miguu, kwenye miguu, kwenye miguu, kwenye miguu, moto, 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 hiyo moto, huo moto, huo moto, huo moto, huo moto, huo moto kwenye miguu, kwenye miguu, kwenye miguu, kwenye miguu, kwenye miguu, fire, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema mikono yangu iliyotoboka, 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 siku ya leo ninaifunga, ninaifunga kwa ufunguo, kwa ufalme wa mbinguni. Lolote litakalofungwa duniani limefungwa na mbinguni. Ninafunga, ninafunga mikono yangu iliyotoboka, ninaifunga, ninaifunga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninafungua kila baraka iliyoachiliwa kwenye maisha yangu kunifuata. Ninafungua kila baraka iliyoachiliwa kwenye maisha yangu kunifuata. Ninaachilia, kinafungua kila baraka iliyoachiliwa kwenye maisha yangu kunifuata kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Neno la Bwana linasema nitatikisa mataifa na chochote kilichomo ndani yake kinanifuata. Sema ninatikisa Morogoro, ninaitikisa, 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 tikisa, tikisa, tikisa Morogoro, tikisa, 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 na chochote kilichomo ndani ya Morogoro kikufuate. Utajiri ukufate, watu wa maana wakufate, watu mashuhuri wakufate, watu waliookoka, watu wa kueleweka wakufate, watu wa maana, watu mashuhuri wakufate kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwenye ardhi ya Morogoro ninakamata vipande vyangu, ninakamata vipande vyangu. Nimesema sitazikwa, sijajenga kwenye ardhi, sitafukiwa, sijamiliki majumba yangu, sitafukiwa. Wana wa wanangu hawajamiliki majengo niliyoyajenga mimi mwenyewe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninatangaza, ninatangaza juu ya mji huu kunipokea, kunikubali, kunipokea, kunikubali. Ninaandika kwenye ardhi jina langu, jina langu litatambulika kwenye ofisi za wakuu, kwenye ofisi za watu wa maana, watu mashuhuri, watu wenye nguvu. Jina langu litatambulika kwa watu wa maana, kwa watu wa maana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Biashara yangu inainuka, kazi yangu inainuka. Nimekataa kubaki nilipo, ninapiga tu, ninapiga tu, ninasonga mbele, ninasonga mbele, ninasonga mbele, sitarudi nyuma. Nimekataa, nimekataa, nimekataa kwa neno la Bwana, kwa neno la Bwana. Ninapiga tu kwenda mbele,
kwenda mbele. Sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ewe mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli, unakuwa tambalale, unakuwa tambalale, unakuwa tambalale. Mlima wowote ulio mkubwa kwenye biashara yangu, kwenye masomo yangu, kwenye ndoa yangu, unakuwa tambalale, unakuwa tambalale, unakuwa tambalale kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Natangaza ushindi, natangaza ushindi, natangaza ushindi, natangaza ushindi kwenye ardhi. Wakiitwa matajiri, jina langu liko. Wakiitwa watu wa maana, jina langu liko. Nimekataa, sitazunguka kama wengine. Nikizunguka, nazunguka kwa ajenda zilizo za maana. Nikizunguka, ninazunguka kwenye mambo yaliyo ya maana, kwenye ajenda zilizo za maana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninavuta watu wangu, ninavuta watu wangu, wale destiny helpers, ninawavuta, ninawavuta divine helpers, ninawavuta, ninawavuta, ninawavuta kokote waliko. Wasitulie, 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 wasitulie na pesa zangu, wasitulie na mali zangu, wasitulie na vya kwangu. Kokote waliko, ustaarabu ninauondoa kwao, ninauondoa kwao. Kokote waliko, waamue kunitafuta kuanzia sasa. Malaika wa Bwana, pita amsha, pita amsha, pita amsha, pita amsha. Amsha watu wangu, amsha watu wangu, amsha watu wangu, amsha, 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 amsha. Kama ulivyoamsha wale wa majusi walivyoenda na kumwona Yesu, hawakwenda mikono mitupu, walikwenda na vitu vya thamani. Ninaamuru watu wangu wote wenye vitu vya thamani, kokote waliko, haya amka, njoo, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nimekataa, sitakufa maskini. Nimekataa, mimi sio wa kawaida, mimi sio wa kawaida kwenye taifa hili, mimi sio wa kawaida. Nimekataa, mimi ni hodari, mimi ni shujaa, ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, jaa, 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 jaa. Nyosha mikono yako juu, nyosha, funika macho yako. Haya, kisogelee kiti cha enzi. Connect yourself. Jana kwenye Dive the Bible tumefundishana how to connect yourself in the realms, jinsi ya kuendea ulimwengu wa roho upate matokeo. Nenda kwenye ulimwengu wa roho, nenda kwenye ulimwengu wa roho. Yes, ama, 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 ama. Sema Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, Roho Mtakatifu, 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 Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, ninakuita, 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 Roho wa Bwana, 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 jaa, 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 jaa,
roho anapita. Ndio. Pokea ujazo, pokea nguvu, pokea. Jazwa. Ona anaja. Connect. Anaja. Jiachie. Huyo. Anaja. Huwezi kuzuia. Ulimwengu wa roho umechachamaa. Anaja. Pokea. Huyo. Huyo anaja. Rekata pareshete. Rakato jadapa. Resata parekotos. Jesus.